tu ya hayo maswali. Ogolla akikufa tulisomewa 72 hours. Raila akakufa ikakuwa 72 hours. Ani wakati Ida Odinga hakuwa anaishi na Raila? Ama ni nini imefanya, ni siri gani yenye ilikuwa imefichwa ndio leo hii Ida Odinga anakuja kutuambia ati anashangaa sana kuwa ati Raila, ani ni nini ilifanya ati ani anashangaa sana ati ani tuseme vile anaongea inaonyesha kana kwamba hakuwa anajua Raila aliandika will ya kuzikwa 72 hours. Na ni bibi yake. Na ndiye alikuwa analala naye kwa kitanda moja. Na ndiye alikuwa anaamuka na Raila Amolo Odinga. Akukumaanisha hata Raila akikufa anatuambia, anaweza tuambia anashangaa sana Raila kukufa. Sasa 72 hours. Ida Odinga anataka kutuambia inamaanisha hakuwa ajui chochote kuhusu wili ya Raila Amolo Odinga. Ajui chochote. Yeye hako tu. Mimi nataka kuambia Wakenya hivi. Ida Odinga kuna game inachezwa. Na hiyo game ndiyo alicheza before Raila akufe. Na mimi nakumbuka vizuri Raila Amolo Odinga akikufa akiwa hapa Limochari. Wakitudanganya ako nini? Ako kule nini? India. Huyu nani Ida Odinga hakutoka kwenda India kama alikuwa anajua Raila Amolo Odinga alikufia India kwenda kureceive mwili ya Raila Amolo Odinga. Ida Odinga alionyesha kana kwamba kulikuwa na chuki yake kati yake na Raila Amolo Odinga. Sasa leo hii anakuja kutuambia anashangaa sana ni wapi Raila alikuwa ameandika will ya kuzikwa before 72 hours. Mbona hiyo wakati Rais William Samoei Ruto akisoma will ya 72 hours wakienda kukutana Karen, kwani alikuwa anakutana na bibi, alikuwa anakutana na nani? Au anakutana na familia ya nani? Ya Raila Amolo Odinga. Sasa alienda Karen wakakutana na Ida Odinga. Hizo vitu wakipitia hizo vitu, si Ida Odinga alikuwa hapo? Oburu Odinga akitoka akienda kule Siaya kuongea, kuambia nini kwa boma yao. Si Ida Odinga alikuwa amebaki hapa wakipanga maneno ya Raila Amolo Odinga. Mbona leo hii anakuja kutuambia hata anashangaa sana wapi Raila Amolo Odinga aliandika will? Kumaanisha kifo Raila Amolo Odinga alikuwa anaijua. Mimi nasema tu nikirudia, Ida Odinga, ni nini imekufanya tu ukaamua kusema ati unashangaa wapi Raila Amolo Odinga aliandika will? Sisi tulikuwa tunajua Raila akikufa alikuwa nabaki kwa mikono ya Wakenya. Juu alikuwa president wa wananchi, people's president. Lakini vile state iliingilia, hatungezuia state iingilie juu hiyo ndio ilikuwa inapanga na familia yenu. So saa hii usikuje kuchanganya Wakenya ama usikuje kuongea. Mimi nilisema nikirudia, itakapofika siku maneno itakuja kujulikana Nyaiko. So mimi saa hii mtu aweza kanidanganya Ida Odinga anakuja kutuambia hata ajui maneno ya Raila Amolo Odinga. Anaijua vizuri sana. Anajua vizuri sana. Hata Raila akiwa mgonjwa, mama alinyamazia. Raila anakufa, mama amenyamazia. Wakenya wakatoka nje wakaanza kupiga kelele, ndiye akaongea. Baadaye ndio tukakuja hata hakuongea. Alikuwa amenyamazia. Sasa wili imetoka, sasa ndiye anakuja kusema Sasa ndiye anakuja kusema maneno ya wili. Juzi huyu mama mwenye alikuwa anasema ati ni alikuwa mama ya Raila Amolo Odinga, huyo mwingine alikuwa huyo mama sijui alikuwa anaitwa Onyango, sijui Anyango sijui nani. Akaongea. Ida Odinga sasa nyamaza. Mbona hakuwa anaongea huyo mama Raila alikuwa anatoa hizo siri. Sasa leo hii ndiye anakuja kutuambia na sasa yeye ameshapatiwa kazi kwa serikali.
anaongea. Mimi nataka kuuliza Ida Odinga. Kumbe mimi nasema nikirudia, kumbe Raila akikufa, itabidi sasa ukweli itaanza kujulikana. Kama hakuandika will na will mliandika, inamaanisha hata kifo ya Ogolla will yake iko ameandika, ilikuwa imeandikwa tu. Ndio hii vitu iisha haraka, Wakenya wasahau na wakae warudie, wakae sasa wakijua maneno imeisha. So Ida Odinga, mimi nataka kumuomba nikimwambia hivi, Mama Ida Odinga, wacha kupumbaza Wakenya, wacha kuweka Wakenya kama walishajua kila kitu, wacha kuwaweka. Na mimi nilisema nikirudia, hakuna kitu yenye mimi naweza ongea kitu yenye mimi sijui, naongea kitu yenye najua. Ida Odinga anajua vizuri, Ida Odinga anajua vizuri. Wili iliandikwa na yeye na serikali. Ruto hakuenda kuandika wili peke yake. Mwenye alisaini hiyo wili alikuwa nani? Kwani hiyo wili ikiandikwa na huyu Ida hapo saini. Bwana Ida, Mama Ida Odinga, wacha kutubeba ujinga. Wewe ulikuwa unajifunika na Raila Amolo Odinga blanketi moja. Wacha kutupicha hapa bwana. Ukiamka asubuhi ulikuwa unaamka na mzee wako. Saa hii sasa kama Raila amekasirika kwa kaburi juu umepatiwa kazi na hapo anataka. Sasa ndio umeanza kutoboa siri zenye ziko na zenye huko unatoa. Which means very soon huyu Ida Odinga atakuja kutoboa yote. So naambia Ida Odinga, wewe kusema hiyo wakati ukutaka kusema ukweli. Sasa ndio umeanza kusema ukweli. Na sisi tulikuwa tunajua ukweli kitambo before useme ukweli. Sasa maneno yenye kusema ati ujui na ulikuwa unajua. Sisi wa Kenya si wajinga. Wajinga walikufa, wenye walibaki ni werevu. Bwana, sisi Masai, hata siku hizi Masai wamekuwa werevu. Siku hizi hata Masai wamekuwa werevu. So maneno ya kutuambia ujui maneno na will, ati unashangaa sana. Hiyo shangaa ukiwa kwa nyumba yako, lakini sisi wa Kenya tunajua. Wewe mlikuwa mmetishiwa maisha, mkaambiwa jaribu, mtajua mjui, mkakubali. Leo hii sasa ndio umekuja kukata basi pufua Raila. Kama unataka mtoe kwa kaburi umlete hapa arudi tuanze kumuona fresh. Hivyo ndio kitu naweza mwambia. Kama unajua hiyo will iko kuwa imeandikwa na nyinyi ni serikali, enda toa nani kwa kaburi, watu wa Kenya waendelee kumuona. Mimi nilisema tu nikarudia. Unaona hii kifo ya Raila Amolo Odinga, kama ilikuwa ni uzee wake, Raila alikufa uzee wake, lakini iko kwa uzee Raila. Juu kwa sababu gani? Mimi nilisema nikarudia. Kama mwili kwa nini wanasema iko India, then watu wamefika India, mwili yenyewe haijafunguliwa, sanduku imepigwa inchi 6, ndio wamekuja jeshi sanduku imepigwa inchi 6, sanduku ndio imeletwa mpaka hapa, kuletwa mpaka hapa, mwili hujafungua watu waone. Ndio hao wanajeshi wanasukuma watu, wanakalia sanduku kidogo kidogo. Raila anatolewa limoja, ndio amepelekwa mbio mbio mpaka nini, mpaka hapa nini, Kasarani, kidogo kidogo, matia gas, marisasi, mwili imeshabadilishwa. Tukaongea, tukasema aje huyo amevuta bangi. My friend, si bangi. Sasa mwenye amevuta bangi ni Ida. Ida ndiye anavuta bangi. Hiyo wakati sasa ilikuwa ni CCM ndiye amevuta bangi. Amesahau kumbe Raila aliandikanga wili akiwa na sasa amesahau kumaanisha kumbe bangi ni mzuri na tena ni mbaya. Asanteni.